Assalamu alaikum ndugu mtazamaji, alhamdulillah, leo nimekutana na Sheikh Said Issa na ni mwalimu na pia ni mlinganiaji huyu katika masuala mazima ya kidini. Alhamdulillah, leo nimekutana naye, kuna baadhi ya maswali au swali Allah atakaponiafikisha inshallah nimuulize ili atupatie majibu sahihi. Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali yako bwana? Alhamdulillah khair inshallah. Alhamdulillah. Sheikh, kumekuwa kuna mijadala mingi inaendelea katika mitandao ya kijamii na social media, na masuala haya yanagusa katika masuala mazima ya kinchi na kidini. Na katika swali ambalo limekuwa likiulizwa sana na baadhi ya wananchi au baadhi ya waumini wa Kiislamu, ni swali hili linasema, vipi kuhusu wanaharakati kutoka nje ya nchi kuja kushuhudia kesi ya mmoja ya Watanzania? Bismillah. Mimi niseme hilo jambo si sahihi. Hilo jambo si sahihi kwa sababu Tanzania ina wanasheria, Tanzania ina wanaharakati za haki za binadamu, Tanzania ina kila kitu, Tanzania ina kila kitu. Lakini pili, kwa nini nasema sio sahihi? Huyo si wa kwanza, sio wa kwanza kushtakiwa, kuwekwa jela, sio wa kwanza. Viongozi wa dini wapo waliokamatwa na wakawekwa jela na kesi zao zilikuwa zinaendelea mahakamani. Wapo viongozi wa kisiasa waliokamatwa na wakawekwa jela na kesi zao zilikuwa zinaendelea mahakamani. Na hawa hatujawaona kuingia Tanzania kwa ajili ya kuwatetea hawa ambao waliokuwa wana kesi. Kwa hivyo mimi naweza nikasema tu kwamba kuna jambo ambalo liko nyuma ya pazia, na Watanzania wanatakiwa kulifahamu sana hili na wafuatilie, ni kweli ni watu wa haki za binadamu peke yake au kuna jambo lingine nyuma ya pazia, kwa sababu huku walikotoka kuna vurugu pia, kuna matatizo mengi tena ya kisiasa. Wameyatatua kwa kiasi gani? Tunaona Kenya, kila uchaguzi unapofikia watu wanakufa, watu wanauawa, tofauti na hapa kwetu ambapo wao wanakuja kupigania haki za binadamu, hadi hapa kwetu uchaguzi unafanyika kwa uhuru na kwa amani na kwa utulivu. Lakini Kenya watu wanakufa, watu wanapigwa, wengine mpaka leo ni vilema, hawawezi kutembea, hawawezi kuendesha maisha yao. Na hawa watu wapo, na bado wapo ambao wanaendelea kudhulumiwa, na hawa watu wapo. Kwa hivyo mimi nafikiri labda utakuwa kuna lingine nyuma ya pazia, lakini si kwa sababu ya haki za binadamu, si kwa sababu ya haki za binadamu, bali kutakuwa kuna jambo ambalo nyuma ya pazia. Na kwa sisi kama Watanzania tutawadhania tu kwamba wanaleta fujo, tunawadhania kuwa wanaleta fujo katika nchi yetu ya Tanzania, kwa sababu kule kwao kwenyewe kuna matatizo na bado hawajayamaliza, yanaendelea. Watu wanaendelea kupigana, kuna ukabila. Umeona, kuna ukabila kule bado unaendelea mpaka leo, unaendelea kuwatafuna. Shafahamu? Na kama kuna demokrasia kule kwao, bado mbona wale wanaomtaka yeye bado sio rais? Kwa hivyo hatuwezi kusema kwamba lengo lao ni kupigania haki za binadamu. Kutakuwa kuna kitu nyuma, kwa kuangalia kwamba wapo viongozi wa kisiasa wamefungwa na kesi zao zikawa zinaendelea mahakamani, hatujawaona wao kuingia nchini Tanzania. Wapo viongozi wa dini ambao wameshtakiwa wakawekwa mahakamani na kesi zilikuwa zinakwenda mahakamani, lakini hatujaona wao kuingia Tanzania. Kwa hivyo watakuwa na la kwao, na niombe serikali kama Mtanzania mwenye kuipenda nchi ya Tanzania, mwenye kupenda amani, serikali isitoe ruhusa kwa watu kama vile hao, isitoe nafasi kwa watu kama vile hao, kwa sababu hakuna tutakachoamulia kwao zaidi ya kutusababishia vurugu katika nchi yetu sisi. Wamalize kwanza kwenye nchi yao, na wawe na adabu na wafuate misingi ambayo inatakiwa kisheria, kwamba kila nchi inakuwa ina taratibu zake. Kwa tunaomba wao watulie katika nchi zao, wapiganie haki zao huko za binadamu. Sisi huku watu wa haki za binadamu Tanzania wapo, wanaharakati wapo, wanatutosha
kufuatilia yanayoendelea nchini mwetu. Na japo kwa kumalizia hapo Sheikh, shukrani sana kwa majibu hayo. Na kwa kumalizia, unamwambiaje Mtanzania ambaye kwa sasa anaangalia video hii au klipu hii kuhusiana na swala zima la wanaharakati na utulivu katika nchi, unamwambia nini? Namuomba Mtanzania awe makini tu. Ndio. Awe makini kwa sababu watu wengi wanatumia kauli nzuri lakini ndani zina matokeo mabaya. Kwa Mtanzania asikubali kuwa bendera, asikubali kuwa tiara, kwamba sehemu ambapo upepo unapokwenda naye anakwenda. Awe makini sana, aipe kazi akili yake kufikiri, awe ni mtafiti, awe ni mchunguzi, awe ni mfuatiliaji juu ya mambo yanayoendelea katika nchi, na asiwe mwenye kukurupuka, kwa sababu watu hawa wanatumia maneno mazuri lakini wakihitaji jambo baya. Ndio maana tumesema kama kweli hawa watu ni wanaopigania haki za binadamu, walikuwa wapi wakati Mwembe Chai watu wanauawa hadharani? Walikuwa wapo wapi? Mashehe na swala la kutekwa watu sio leo, na wala huyu sio wa kwanza kukamatwa na kuwekwa ndani. Wao walikuwa wapi kwa wale waliotangulia? Waislamu wamekamatwa wengi na wengine wamekuja kuachishwa juzi, wakina Sheikh Faridi, wakina Shemsele Mwacha. Walikuwa wapi hawa watu haki za binadamu? Au labda haki ya binadamu inabagua kwamba hawa wanastahili kukaa ndani, hawa wengine hawastahili kuwa ndani, hawa wanastahili kufungwa jela, hawa wengine hawastahili kufungwa. Hawa watu inaonyesha kama kuna ubaguzi, kuna jambo fulani, si ubaguzi, kuna agenda fulani ambayo wao wameibeba, na ni agenda ya kutuchafulia nchi yetu, ni agenda ya kutuingiza katika matatizo nchi yetu, kuwaingiza Watanzania katika matatizo, kuwaingiza Watanzania katika vita. Kwa hivyo Watanzania tusiwe tayari, Watanzania tusiwe tayari hata kwa bahati mbaya. Maisha tulionayo wenyewe tumeridhika nayo, kwa sababu tunafanya shughuli zetu, tunaenda makazini, tunarudi, watoto wetu wanakwenda shule, ukienda hospitali unapata dawa, unapata matibabu, unapata vipimo. Sio sawa na kuwa nje ya amani, sio sawa na kuwa katika nchi ya vita kama ilivyo Palestina. Angalia wananchi wa Palestina wanapopata shida, angalia Gaza namna ilivyoharibika. Watu wanapigania chakula, watu wanapigania mpaka maji ya kunywa hawapati. Leo si maji ya kunywa yapo, tunakunywa kwa wakati ambao tunataka maji. Kusoma, vijana wanakwenda shule wanasoma. Kiufupi, shughuli zote za kimaisha zinakwenda, na sisi hakuna cha kugombolewa. Watanzania tunahitaji kugombolewa, kwamba labda sasa tunahitaji ukombozi. Tumeshakombolewa kutoka kwa wale tutawala mwanzo, tukapiganiwa uhuru ukapatikana, kwa mpaka sasa hivi Watanzania sisi tupo huru. Hatuhitaji ukombozi kutoka kwa mtu yoyote, hatuhitaji ukombozi kutoka kwa mtu yoyote. Sisi tupo huru, tunaendelea na maisha yetu, na yeyote, narudia tena, yeyote awe Mtanzania au sio Mtanzania, lakini mwenye lengo la kuingiza vurugu ndani ya nchi ya Tanzania, Mwenyezi Mungu amsaliti na jeshi lake la mbinguni na ardhini, asiwezi kuongea, asiwezi kutembea wala kunyanyuka pale alipokaa. Ya kwangu ni hayo. Naam, shukrani sana ndugu mtazamaji. Huyu alikuwa ni Sheikh Said Issa na mimi ni Abdul Shakur. Shukrani sana.